Shukrani zetu za dhati za kufikia wewe ambao umetuchagua sisi asubuhi ya leo. 0735787820 karibu hapo. 90.8 Mwangaza FM Dodoma na viunga vyake unatusikiliza. 105.0 Mwangaza FM Singidani. Tunasikika vizuri kwa ujumla wake. Tupo na ugeni afisa mawasiliano na uhusiano kutokea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Tunaye ameambatana na mratibu wa ubora wa huduma anaitwa Miriam Mafuru. Wote kwa pamoja wako hapa wakizungumzia masuala mbalimbali kuhusu hospitali hiyo. Maadhimisho ya miaka 100 na ngapi? 105. Yamebeba mambo mengi mazuri ambao wewe kama Mtanzania na mwananchi kwa ujumla wake inabidi ufahamu kutoka katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Karibuni sana. Asante sana. Hivi ni sawa kusema ndugu mtangazaji? Mikidadi. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante. Awali ya yote tumnayo furaha ya kuwa pamoja nanyi asubuhi ya leo, lakini hasa kuzungumza na wananchi kwa maana ya Watanzania wenzetu. Tushirikishane basi yale mazuri ambayo yanaendelea, na tunaamini kwamba kwa sababu tunawafikia watu wengi, basi si mbaya kuweza kutumia nafasi hii kuwahabarisha yale ambayo yanaendelea katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Kama ambavyo umetoa utangulizi na utambulisho awali, ninayezungumza jina langu ni Renata Mzanje, afisa mawasiliano wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, lakini siko mwenyewe, niko na ndugu yangu. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Miriam Bonaventura Mafuru. Niko kitengo cha ubora wa huduma, ni mratibu, na kama tunavyoelewa kwamba kauli mbiu yetu sisi kama hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma tunasema huduma bora kipaumbele chetu, karibu tukuhudumie. Kwa ili kuhakikisha kauli mbiu hiyo inatimia na inakuwa sawasawa na ilivyoratibiwa, sisi kama kitengo cha ubora wa huduma tunalisimamia hilo kuhakikisha kwamba mteja na mgonjwa wetu anapata kile kilicho bora kwa kiwango cha juu zaidi. Kabisa. Lakini Mikidadi, kama ulivyosema kuyafahamu mengi, ni wazi kwamba hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma kwa asiyefahamu tu ilianzishwa mwaka 1920, ni takriban miaka 105 mpaka sasa hivi ninapozungumza. Na ilianzishwa ikiwa kama kituo cha afya ambapo hadi sasa hivi imekuwa na kuweza kufikia hadhi ya hospitali ya rufaa ya mkoa, na hii ilikuwa ni kwa tangazo la serikali toleo namba 46 la tarehe 12 Novemba 2010. Na hospitali hii pia inatoa huduma kwa kuzingatia sera, miongozo na taratibu zilizotolewa na Wizara ya Afya. Hospitali kwa siku inahudumia wastani wa wagonjwa wapatao 1200 na mpaka 1500, na hawa ni wagonjwa wa nje, na wagonjwa 250 na 350 ni wale waliolazwa, na katika idara 14 na vitengo 26 kwa siku. Na wagonjwa hawa wanatoka katika mkoa wa Dodoma na wilaya zake na maeneo jirani kama vile Manyoni, Gairo na Kiteto, mahali ambapo naamini kabisa 98 na 105 inaofikia wadau hawa kwa uzuri kabisa. Lakini hospitali ina uwezo wa kubeba wagonjwa kwa maana ya wale waliokuwa wamelazwa 490, ambapo kwa sasa jumla ya vitanda vilivyopo hospitali ni 463, na kati ya hivyo vitanda 37 ni vile vya wagonjwa wanaolazwa katika wodi za uangalizi maalum, tunafahamu kama ICU, na vitanda 416 vinatumika na wagonjwa waliolazwa kwa uangalizi wa kawaida. Ndio wale ambapo tunasema wako wodini, tunaenda kuwaona wodini, ni idadi ya vitanda hivyo. Lakini vile vile vitanda 10 hivi ni vile maalum kwa ajili ya kujifungulia kule kwenye gereji ya kumtoa binadamu. So hivyo tu, tunayo dira ya hospitali kwanza ni kutengeneza mazingira rafiki ya utoaji wa huduma za afya za kibingwa zenye ubora wa viwango vya juu katika maeneo ya tafiti, mafunzo na ushauri wa huduma za afya katika mkoa na nchi nzima kwa ujumla. Lakini dhima hasa ni kudhamiria kutoa huduma bora inayotimiza mahitaji ya wateja, ambayo inapatikana kirahisi kwa gharama nafuu na inatimiza matarajio ya wateja. Na ndio maana kwa pamoja hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma huwa tunasema kauli mbiu yetu ni huduma bora ni kipaumbele chetu. Na hatuishi tu hapo, siku hizi Miriam tunasema huduma bora ni kipaumbele chetu, karibu tukuhudumie, sisi ni ndugu namba 1 wa mgonjwa.
Unaweza kaona ni kwa nini tunasema sisi ni ndugu namba moja wa mgonjwa. Ni kwa sababu hata leo hii kitokea wewe Mikidadi umemleta mgonjwa wako pale, naamini uwezo kukaa naye, sisi tutakufukuza tu. Aya, nenda uje kesho. Si ndio Miliana? Unaweza kumleta hapa tukakwambia sasa umeshamwacha hapa, uje kesho. Uje umuone kesho. Sawa kabisa Renata, na tunapenda kufanya hivyo kwa sababu tunaambiwa kwamba mtoa huduma ya afya anavaa kiatu cha mgonjwa. Tunavaa kiatu cha wewe uliyetukabidhi dhamana ya kumhudumia mgonjwa wetu. Kwa hivyo sisi ni ndugu namba moja tuwapo mahali tunapotolea huduma. Unatukabidhi mteja wetu, unatukabidhi mgonjwa wetu, na utakuja kumuona kulingana na utaratibu ili kumpa faraja, lakini huduma zote za kimsingi. Na Renata, katika hilo sisi kama hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma tunatoa huduma tukizingatia misingi yote ya kibinadamu, ikiwemo kimwili, kiakili, kiafya na kiroho pia. Kwa hiyo mteja anapokuwa katika mazingira yetu ya kutolea huduma yuko salama na tunamjali katika kila nyanja ya maisha yake kama mwanadamu. Kwa hiyo hakuna haja kuwa na wasiwasi Renata kwamba nimemwacha mgonjwa yuko peke yake, yuko na sisi. Sisi ni ndugu namba moja na tutamhudumia kama anavyopatikana kuhudumiwa. Kabisa. Na mazuri mengine ambayo kwa Mtanzania anayetusikiliza sasa hivi, Miriam, pengine tumfahamishe tu. Kuna mtu alikuwa ananiuliza juzi, sina shaka, ananiambia mara nyingi tukija General Hospital kwa sasa kama ambavyo inafahamika, yani siku hizi unapata huduma kwenye jengo moja. Nikamwambia ni moja ya maboresho ambayo umefanya na tunayaita ni ugatuzi wa huduma. Hebu tumpatie mdau uelewa ule wa kawaida. Tukisema tumefanya ugatuzi wa huduma ndani ya hospitali, ni hasa tunakuwa tunatafsiri nini? Yani aelewe nini huyu mtu anayetusikiliza? Miriam, labda unaweza ukatuelezea kidogo kwa hili. Asante sana Renata. Sisi kama hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma tumefanya ugatuzi. Tukisema neno ugatuzi kwa lugha ya kigeni linatambulikana kama decentralization of the services. Kwa hiyo tunaposema ugatuzi ni kwamba tunaleta huduma zote hitajika ama huduma zote za msingi anazopaswa kupatiwa mteja ama mgonjwa wetu awapo katika eneo la huduma, tunazileta katika eneo moja. Ikiwemo huduma ya kumuona daktari, huduma ya kujiandikisha, huduma ya maabara na vipimo, huduma ya dawa na huduma za dharura. Huduma zote zinaletwa na kupatikana katika eneo moja. Lengo kubwa Renata likiwa ni kuboresha, kurudi kusimamia kauli mbiu, kuboresha huduma ya mteja na mgonjwa tunayemhudumia. Kwa maana ya kwamba hapo awali huduma zilikuwa ziko mbalimbali. Utafika eneo la kujiandikisha, utatembea kwenda eneo la kumuona daktari, baada ya hapo utatembea kufuata huduma za maabara, ukitoka huduma za maabara utatembea kufuata huduma za dawa, na baada ya hapo utatembea tena kwenda kufuata huduma kama kuna vipimo vya radiolojia. Lakini kwa sasa huduma zote zinapatikana ndani ya jengo moja, hivyo inapunguza muda wa mteja wetu kupata huduma. Anapata huduma kwa muda unaohitajika na kwa haraka zaidi, lakini pia inarahisisha mazingira ya watu wa huduma katika kufanya kazi, inapunguza miendo isiyo ya lazima, lakini pia inapunguza kuchanganyana kwa huduma na tunamhudumia mteja wetu ama mgonjwa akiwa mahali pamoja kwa utulivu na kwa haraka zaidi. Kwa hiyo Renata, tumefanya ugatuzi katika maeneo mbalimbali. Tumefanya ugatuzi katika jengo la mama na mtoto. Huduma zote mama anapoingia pale, tunapompokea anapata huduma zote akiwa ndani ya kitengo kimoja. Lakini pia tumefanya ugatuzi huo kwenye jengo la huduma za bima mbalimbali. Mteja wetu anapoingia katika hilo eneo anapata huduma zote akiwa katika eneo moja. Lakini tumefanya ugatuzi katika eneo la ICU. Mteja wetu anapokuwa pale anahudumiwa akiwa katika eneo moja. Lakini pia tumefanya ugatuzi kwenye maeneo yetu ya mapokezi ya wagonjwa ikiwemo EMD pamoja na OPD. Mteja ama mgonjwa anapokuwa katika eneo lile anapata huduma zote kwa pamoja. Na nzuri zaidi tumefanya ugatuzi katika idara yetu ya watoto. Mtoto anapokuwa kwenye eneo lile anapata huduma zote katika eneo moja. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani sisi kama hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma tumejidhatiti kuboresha huduma kwa mteja tunayemhudumia.
Na kwa kuongezea pia si hivyo tu, tumefanya ugatuzi kwenye huduma za mifupa ambapo tuna uwepo madaktari bingwa bobezi kabisa wa mifupa katika huduma za kibingwa kwa wagonjwa wa mivunjiko na mifupa ambazo zinatambulika kimataifa kama SINEL, na zinafanyika pia ndani ya hospitali ambapo hospitali tu yenyewe kwa kuwa na utaalamu huu imewezesha upatikanaji wa vifaa tiba na uanzishwaji wa huduma za upasuaji wa mifupa katika hospitali za rufaa za mikoa ya Arusha, Geita, Njombe, Bukoba, Shinyanga, Mwananyamala, Iringa, Tumbi, Morogoro, na lengo ni kuzifikia zile hospitali zote za mikoa ambazo hazina huduma hii. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni miongoni mwa huduma ambazo ni za kipekee na imekuwa kwa ukubwa wake na imeanzishwa ama imeanza kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Tunazo pia huduma za upasuaji, nazo pia zimefanywa ugatuzi kwa maana ya kupata huduma zote sehemu moja. Magonjwa ya ndani kwa maana tunao madaktari bingwa magonjwa ndani, lakini vile vile tunaendelea kutoa huduma za kibingwa katika magonjwa ya moyo, kisukari, figo, ngozi na magonjwa mengine. Kadhalika tunaye daktari bingwa ama tunao madaktari bingwa hivi sasa napozungumza, tunao madaktari bingwa bobezi kabisa katika mfumo wa ubongo, wanafanya upasuaji wa kichwa. Hizi story tunaweza kaa tulikuwa tunazisikia huko miaka nyuma, ni mpaka Muhimbili tu, ni mpaka uende sehemu fulani, lakini sasa hivi kwa Wizara ya Afya kwa kupitia serikali imeweza kufanya imeweza kurahisisha basi zile huduma zote msingi ziweze kupatikana katika maeneo yanayofikika kiurahisi kabisa. Lengo ni kumuondolea usumbufu huyu mwananchi asiweze kupata tabu ya kutoka hapa kuanza kufikiria inawezekana ni wewe Emiliana ama Mikidadi una ndugu pale na changamoto kumladhi ana changamoto ya afya kidogo, unaanza sasa sijui nimpeleke wapi, sijui nifanye nini hapa, na siku hizi hizo tulishachana nazo siku nyingi sana. Kwa hiyo tumeona tushirikiane katika kuwahabarisha Watanzania yale ambayo yanaendelea na yanayofanyika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Kwa nini tumeona tuje tuyazungumze? Tunayazungumza haya kwa sababu kama tulivyosema katika utangulizi, tuna miaka 105. Na ndani ya hiyo miaka 105 kuna mengi sana. Wewe fikirie kama ni miaka 105 sasa hivi, hebu msimamishe mtu tuone wa miaka 105 atakuwa ni mtu anayefananaje? Ni atakuwa ni anafanana Emiliano umesema? Atakuwa ni baba. Aha. Kwa hiyo unaweza kaona tangu imeanza mpaka sasa hivi kwa kuna mambo mengi mazuri. Na tunapoelekea kilele katika kuadhimisha ni mwezi ujao tu, tuna mambo mengi sana ambayo tukaona ni vema tuweze kushare na mdau wetu. Pengine kabla hatujaendelea tungetamani sana tupate feedback kwa wale wanaotusikiliza sasa hivi, lakini vile vile kwenu nyinyi wa ndugu watangazaji, kama kuna maswali, kuna mahali ambapo tunahitaji kufahamu zaidi. Ni kama Emiliana una maswali kadhaa hivi na kuona wakati tunazungumza una notes. Ongere sisi kongole kwenu kwa kufikisha miaka mingi. Simtupigie hata makofi jamani. Miaka mingi hiyo. Tupigieni makofi. Hongereni sana kwa miaka mingi. Yani tunashukuru sana. Kama ni mtu tayari ni bibi, babu na anatakiwa angalizi zaidi. Lakini pia kama ulivyozungumza mmesema mengi sana, sasa hivi huduma zimeongezeka na huduma ni kubwa za kibingwa ambazo mwanzo hazikuwepo. Natamani kufahamu ukiachana huduma ambazo mnazitoa hapo hospitali, kuna elimu yoyote mnatoa tofauti na huduma? Yani mtu anaweza akaja akasema nataka huduma fulani lakini pia natamani nipate na elimu ya kitu fulani. Unafanya hivyo? Tunafanya na ni swali, kwanza nikupongeze, swali zuri sana. Ni wazi ili pia tunasema kwa sasa hivi katika hizi hospitali ama katika huduma hizi kabla hatuja mtibu Nemes Victor Michael ana malaria, labda ana kisukari, Mikidadi kaje pale anataka kufanya kipimo cha kisukari pengine. Yani kwanza tu wale wataalamu wetu wanawiwa kumuelewesha vizuri juu ya magonjwa sio kuambukiza. Atapata uelewa kwamba ni kitu gani
hiki kama ni ugonjwa unaambukizwaje, dalili zake zikoje, anaweza akafanya nini kujikinga ili asiweze kupata. Na sisi kama hospitali tumekuwa na utaratibu mzuri tu kuhakikisha kwamba tumetanguliza kumkinga kwanza huyu ndugu yetu. Kumbuka tumesema mgonjwa sisi kwetu ni ndugu namba moja. Kumkinga kwanza kabla hajafikia hizo level za kwanza sasa kudili naye na kuanza kuongea naye, na mwisho siku mpaka mnaamua sasa hebu huyu mnalala naye huko, tunamwacha mnakaa naye mwezi, wiki. Tunaanza kwanza kwa kumpa elimu ya masuala mbalimbali, na imekuwa ni utamaduni ambao ni rafiki. Tunatumia platform ya hizi social media kama hospitali, tunao mitandao yetu ya kijamii, kule tunatoa elimu mbalimbali za magonjwa na namna ya kujitibu. Lakini si hivyo tu, tumekuwa tukitumia platform ya media kama ambavyo tupo leo hii. Leo tuko hapa tunafanya, hiyo ni moja ya sehemu ya kutoa elimu ya masuala mbalimbali kama ambavyo leo tunazungumzia hospitali, lakini pia tumekuwa tukisikika na tukionekana sehemu tofauti tofauti tukizungumzia masuala mbalimbali ya afya. Na ilikuwa ni vijuzi tu tulikuwa na maadhimisho ya wiki ya saratani ya jicho la mtoto. Sina shaka kama niko vizuri. Tumefanya na imeenda kwa ukubwa kweli kweli. Ndugu zetu kutoka shirika la utangazaji TBC walikita kambi pale kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wataalamu bobezi kabisa. Na ni miongoni mwa hospitali ambayo inaongeza kuwa na madaktari bingwa wengi, kama sijakosea Miriam. Asante kwa sahihi Renata. Lakini sambamba na hilo, kama alivyosema mwenzangu, tunatoa elimu juu ya magonjwa yasiyoambukizwa ambayo tunaelewa kwa sasa ni changamoto kubwa sana inayotukabili. Lakini ukija kwetu utapata elimu nyingi sana, ikiwemo elimu ya magonjwa yanayoambukiza pia, na tunawaelewesha wateja wetu kwa namna mbalimbali ya kujikinga na magonjwa yanayoambukizwa yanayotoka kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Tunawaelimisha namna gani ubora wa kusimamia na kulinda afya zao. Na nzuri zaidi Renata, pia tunatoa elimu kubwa sana juu ya magonjwa ya mlipuko. Lakini ukija utafurahi, utapata vitu vingi. Tunatoa elimu juu ya lishe. Tuna wataalamu wetu wa lishe wanatoa elimu bora sana ya lishe katika umri mbalimbali. Kwa hiyo ukija pale utapata elimu ya lishe kwa kundi maalum, utapata elimu ya lishe kwa makundi ya wazee, utapata elimu za lishe kwa makundi ya watoto, utapata elimu za lishe kwa makundi ya wagonjwa na watu mbalimbali wanaoishi na magonjwa ya kudumu kama sukari, pressure na mengineyo. Lakini sambamba na hilo Renata, tunatoa elimu pia kuhusu afya ya akili. Tuna wataalamu wetu wa afya ya akili, ukija pale utapata ushauri mzuri sana na elimu kuhusu masuala ya afya ya akili. Lakini sambamba na hayo tunatoa elimu jumuishi katika nyanja mbalimbali za kuhakikisha kwamba afya ya mteja na mwananchi inakuwa katika hali iliyo bora zaidi. Unaweza kaona kwamba hatuishi tu kwenye kutibu, Emiliana na Mikidadi, hatuishi tu kwenye kutibu pekee. Tunaenda mbali zaidi katika kuhakikisha. Na niseme tu katika maboresho haya ndani ya miaka 105, moja ya maboresho ilikuwa ni kuboresha ubora wa huduma. Na ili kuboresha ubora wa huduma katika hizi hospitali zetu hasa za rufaa, kulianzishwa kitengo maalum cha habari na mahusiano, ambacho hiki kilianzishwa kwa ajili au maalum kabisa kwa ajili ya kutoa habari za hospitali na huduma ambazo zinatolewa. Sasa hospitali kupitia mapato yake ya ndani imekuwa ikiendelea kutoa huduma bora na zaidi sana kujikita katika kupunguza ama kutoa kabisa malalamiko ambayo yalikuwepo. Unajua wakati fulani unaweza ukaja hata wewe pale hospitali, kwa bahati mbaya ama nzuri kukaa kuna vitu vidogo tu ukashindwa kuelewa, ukashindwa kueleweshwa, ikakufanya ukawa na magagaziko. Ni magagaziko eti makasiriko. Mimi nimefika jamani, mgonjwa wangu mbona ameingia kule ndani, mbona hawajaniambia sasa ni kitu gani kinaendelea. Kulikuwa kuna hayo malalamiko miaka ya huko nyuma sana. Kulikuwa kuna hayo, mtu anafika pale haelewi, yani hajui mgonjwa wake imefikia wapi. Lakini sasa hivi kupitia maboresho ya huduma mbalimbali zinazotokea na kupunguza na kuondoa kabisa malalamiko haya, basi kumekuwa na kwa wateja kufanyika mahojiano na wateja juu ya huduma zetu, ambapo ni kupitia QIT hawa ni kitengo cha ubora wa huduma ndani ya hospitali. Lakini tumekuwa pia na customer care. Ni mambo ambayo kwa miaka nyuma kidogo ilikuwa ni ajabu kusikia customer care hospitali. Na kwa kuongezea hapo Renata,
Tunavyosema customer care ni tumeanzisha dawati la huduma kwa mteja. Ukifika kwenye hospitali yetu ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma, kila kitengo utamkuta dawati customer care. Lakini tunaenda mbali zaidi Renata, tunasema kwamba unapokanyaga ndani ya hospitali yetu, kila unayekutana naye mtoa huduma ni customer care. Kuanzia mlinzi wetu mpaka yule mtoa huduma wa mwisho kabisa utapata huduma ya customer care. Kwa hiyo tunalihamasisha hilo ili mteja wetu na mgonjwa tunayemhudumia ajisikie salama zaidi, na pia tunampa uhuru wa kuzungumza na kuchagua maoni yake, ameionaje huduma yetu. Sawa, una fursa kupitia 0735787820 kutuma meseji yako fupi, swali lolote. Kama una ushauri wowote pia unakaribishwa kupitia namba hiyo, lakini pia kupiga simu namba ni hiyo hiyo 0735787820. Tunaizungumza hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma, tukitazama mambo mengi mazuri ambayo yanafanyika pale, huduma ya kinifu za kibingwa bobezi vile vile ambazo zinadhihirisha ukifika pale unazipata kwa namna moja ama nyingine. Kuna hii neno ambapo watu wanaweza pia wakajiuliza, tuna hospitali nyingi, hospitali labda kituo cha afya hiki na vitu vingine kadha kadha. Mtu ukimwambia hospitali ya rufaa, mathalan labda umeniambia mimi nitaelewa labda mpaka nipate rufaa sehemu fulani ndipo niende. Utaratibu wa upokeaji wa ugonjwa upoje? Ni kwamba ni mpaka rufaa ije, ama tu mimi nikijisikia vibaya ninaweza nikaenda, ili ituweke sawa kwamba ninaweza nikaenda anytime pale. Ipoje hii? Karibuni. Asante Mikidadi kwa swali zuri sana. Miriam, naomba si tu kwa niaba ya Mikidadi bali hata naamini hata kwa wale ambao wanatusikiliza aelewe. Nimegundua pia kitu wakati Mikidadi ananiuliza swali, nikagundua kumbe yamkini kuna watu ambao wanasema sasa nitaendaje je sijapewa rufaa. Nimeona okay, kumbe kwa sababu ile hospitali ya rufaa, kwa mtu anaona sasa kule kumbe wanaoenda pengine ni wale wa rufaa. La hasha, si hivyo. Naomba tumueleweshe kidogo. Asante sana Mikidadi, na kwa niaba wengine nashukuru sana kwa swali zuri. Tunavyosema hospitali ya rufaa ni kategori katika mgawanyo wa level za hospitali, lakini tunapokea wateja na wagonjwa wa aina zote. Kwanza tunapokea wagonjwa wa rufaa kutoka kwenye vituo vilivyo chini, kwa maana ya kwamba kuanzia level ya dispensary, kituo cha afya, hospitali ya wilaya na hospitali nyingine zote binafsi zilizo chini ya mkoa. Sambamba na hilo, tunapokea wateja na wagonjwa wote wanaofika kwenye eneo kupata huduma hata pasina kupewa rufaa. Kwa tunavyosema hospitali ya rufaa ni kategori tu inayotofautisha na hospitali ya wilaya, kituo cha afya na dispensary, kulingana na level ya utoaji wa huduma, kulingana na kiwango cha upatikanaji wa huduma. Lakini haifungi kwamba mpaka uwe na rufaa ndio uje Lenata. Unakaribishwa kupata huduma saa na wakati wowote, whether una rufaa ama hauna rufaa, tutakupokea na kukuhudumia. Lakini pia unaweza usiwe mgonjwa Mikidadi, ukaamua kuja kufanya check up. Sio lazima upewe rufaa. Na ni miongoni mwa mambo ambayo tumekuwa tukisisitiza sana. Ni vizuri watu kuwa na utaratibu wa kupima afya zao. Sio mpaka usikie kichwa kinauma, sio mpaka uanze kugombana na Emiliana, mbona hujaje sasa kwenye kipindi, imekuaje na nini? Unaambia bwana, wewe nimepita hospitali kidogo, niko General hapa, nimekuja kuangalia angalau afya yangu iko vizuri. Kwa sababu sasa hivi pia kama tulivyosema kwenye lile swali la kutoa elimu, haya magonjwa sio ya kuambukiza. Umenielewa? Swali la msikilizaji anasema, mimi nina shida, naomba msaada. Nilifanyiwa operation ya kidole tumbo, lakini mgongo unauma sana na pale nilipochomwa sindano ya ganzi panauma sana kiasi kwamba nashindwa kufanya kazi zangu ndogo za hapa na pale. Naomba kuelewa kuhusu swala hili, shida iko wapi? Kwa majibu ya moja kwa moja Miriam, kabla hujamjibu tunamshauri, sijajua ni mdau kutoka wapi huyo, hajasema ni kutoka wapi. Lakini awali ya yote tunamshauri hebu afike hospitali.
kwa sababu mimi jibu langu la hapa bila kupewa jibu na daktari atakayemuona, vipimo atakavyofanyiwa, inaweza isiwe sahihi sana. Kwa hiyo jibu zuri ambalo naamini kama akiliamua kulifanyia kazi ni yeye la kufanya maamuzi ya kuja hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma, kwa sababu tunao mabingwa bobezi kabisa katika mambo na utaalamu mbalimbali, watamuona na bila shaka tatizo lake litakuwa limekwisha. Nadhani umemaliza yote Renata. Na hatujui yuko maeneo gani, kwa kuanzia anaweza akafika kituo cha karibu na yeye kwa msaada zaidi, na kama kutakuwa na uhitaji ataelekezwa mahali pa kuelekea. Tumezungumza na kuongea hapo vitu vingi vizuri kwa ajili ya huduma bora za mgonjwa ambaye atapata elimu, lakini vile vile atapata matibabu mazuri. Inapotokea mgonjwa ana lalamiko, ana dukuduku, amefika hospitali ile ni kubwa, na kadiri muda unavyozidi kwenda ndio vinazidi kuboreshwa na kutanuliwa zaidi. Juzi nilikuwa napita kidogo nipotee, nikamwambia na hospitali kwa naenda, nadhani jengo lile la mama wajifungua ni jipya lile kule nyuma. Na mazingira yetu ulionaje Mikidadi? Mazingira mazuri. Mazingira ulionaje kabla huku? Kwamba litaka kupotea. Nilikuwa naenda kumuona dada yangu alikuwa anajifungua. Nimeshacha ukorofi. Tulikuwa naenda kumuona wife. Na kama alikuja basi tulimhudumia vizuri. Sasa yes, kwa mantiki yangu ni kwamba kadiri muda unavyozidi kwenda naboreshwa vizuri. Mantiki ya maelezo yangu ni kwamba utaratibu upoje mtu anapopata lalamiko ama kikwazo. Nimesema hospitali ni kubwa, mtu anaweza akakerwa, na inawezekana kero yake isiwe kawaida, ikawa ikawa inaathiri. Ikawa inaathiri hata mgonjwa na vitu vingine kadha kadha. Anafanyaje? Anafika wapi? Anaenda wapi? Au ndo atazunguka kama mimi apotee? Asante sana. Lakini nataka niamini kwamba hukuzunguka ukiwa na lalamiko. Ulizunguka kwa uzuri na maboresho yalofanyika yakakufanya ukapoteana kabisa hapo. Kawa anachanganya majengo. Sawa. Tunao taratibu mzuri kabisa wa kushughulika na masuala mazima ya malalamiko, makero, tuweke nini, magagaziko yote na ya hata mgonjwa. Pongezi pia. Na hata pongezi. Na pengine tuna platform mbalimbali tunazozitumia katika kushughulika na hivyo vitu vyote. Kama alivyosema hapa Miriam, kuanzia pongezi, malalamiko, kero, vyote. Kama ulivyosema pia na wewe Mikidadi mwenyewe umekiri kwamba ni hospitali kubwa, kwa hiyo haiwezi, yani kitu kidogo kama hicho ni kama sisimizi tu, yani kidogo sana, yani ni kuna utaratibu mzuri na wa haraka ambao unatumika katika kuhakikisha kwamba huyu mteja anatakiwa kupata huduma bora na nzuri. Kwa hiyo ukiachana madawati ya customer care, huduma kwa mteja, tuna utaratibu pia kama hospitali. Mteja anapokuwa na lalamiko, kwanza kabisa ukiwa ndani ya hospitali pale, kuna eneo lolote utakalokuwa umekaa, iwe ni uko kwenye vipimo, iwe ni unaingia kwa daktari, iwe upo katika eneo la kusubiri, tunaita waiting area, ukisubiri pengine labda kwenda kuchukua dawa, kwenda kumuona daktari, kwenye kila eneo tumeweka mawasiliano. Yani ni namba za kupiga in case kuna chochote kile. Daktari, unajua sisi ni watu daktari unaweza kufika pale Mikidadi, daktari akawa amekupa majibu ambayo yani unaona yamekukirehesha nafsi, yani unaumwa alafu umejibiwa vibaya. Yani hatua ya kwanza kabla ya njia zingine ambazo utakuja kuzielezea mwenzangu hapa, yani unaweza tu kaangalia pale, ni umekaa pale ukatuma ujumbe, na ni muda huo kama ambavyo ungeweza kuchati ukiwa nyumbani, ukawa na chati na Nemis ama na Emiliana, ukamtumia message, "Hey, na hiki na hiki." Na ni muda huo ukiwa katika eneo hilo la huduma unafanya mawasiliano, iwe ni kwa kutuma ujumbe mfupi, iwe ni kwa kupiga. Sasa hiyo inakuwa ni choice yako mwenyewe. Unaweza kupiga simu pale muda huo na tatizo likawa solved kwa wakati huo. Mengine tuongeze madam. Asante sana Renata. Nashukuru sana kwa swali lako. Tuna utaratibu kama mwenzangu alivyotangulia kusema, tuna utaratibu mzuri sana wa kukusanya maoni. Sisi Mikidadi tunayaita maoni, kwa maana ya kwamba tunapokea maoni yote chanya na hasi. Tukienda moja kwa moja kwa ulichomaanisha maoni hasi, kwa maana ya malalamiko, kwenye kila kitengo na eneo la kutolea huduma tuna masanduku yetu ya maoni.
masanduku ya maoni ambayo yamekamilika, yana karatasi ya kuandika oni lako na kalamu. Na si hivyo tu, tuna utaratibu wa kuyaratibu masanduku hayo ya maoni kwa kuyafungua mara kwa mara na kupitia maoni yaliyoandikwa na wateja wetu na kuyafanyia kazi kwa wakati. Lakini sambamba na hilo, tuna mfumo mpya Renata wa kukusanya maoni kwa wateja wetu sasa hivi. Tuna mfumo wa kimtandao, tuna madodoso ya kimtandao ambayo kila mteja wetu anayefika kwenye eneo la kutolea huduma mahali popote alipo, kuna watoa huduma wetu wanatembea na simu janja, wana madokezo ya kimtandao na yale ya nakala ngumu kwa maana ya hard copy, na tunamjazisha mteja wetu dodoso, tunapokea maoni yake kwa ujumla, ameionaje huduma yetu. Lakini ukiachilia mbali madodoso mtandao na yale ya nakala ngumu Renata, tunawatoa huduma wetu mahali popote na muda wote wa kutolea huduma masaa 24 ambao wako tayari kupokea malalamiko. Na wakati mwingine mtangazaji, sio mpaka mteja ayaseme, kwa sababu tunawatoa huduma wengi wanapita maeneo yote ya kutolea huduma, wanaweza wakakugundua kwamba bwana, hapa mbona unaonekana kama hauko sawa, unaonekana kama una changamoto, una gagaziko. Tunakuchukua, tunakusogeza pembeni kidogo na kusikiliza, kupokea kile ambacho kimekukwaza au ambacho kimekufanya ujisikie vibaya. Na tukienda mbali zaidi, tuna kitengo cha ubora wa huduma, kitengo kinachosimamia ubora wa huduma za hospitali, na ndani ya kitengo hicho maalum tunaratibu malalamiko na maoni ya wateja wetu. Kwa hiyo kila siku tunahakikisha tumepita kila kona ya kutolea huduma, kuratibu zoezi zima la ukusanyaji wa maoni kwa njia ya karatasi, kwa njia ya online na kwa njia ya madodoso ya nakala ngumu. Kwa hiyo wateja wetu wana uwanja mkubwa sana wa kujielezea na kutoa yale walionayo. Na kama umenoti Mikidadi kilichofanyika hapa katika hili la kutatua ama kupokea maoni hasi na chanya, unaweza umeona ametoa mlolongo hapa wa zile njia za kukusanya hayo. Kwa hiyo hii yote ni kuhakikisha kwamba tunamfikia kila aina ya mteja. Yamkini uko pale kama nilivyosema umepata gagaziko, lakini simu yako haina SMS. Simu yako imekata dakika. Ila ina data, ina nini? Bando. Si ndio? Kwa hiyo hatukufungi tu kwenye kupiga simu na kutuma ujumbe. Unaweza kuingia kupitia bando lako na ukatoa lalamiko. Lakini si hivyo tu. Kuna watu wanapita pale na wako na nguo maalum kabisa zimeandikwa niulize mimi. Na ni jukumu lao, wale watu wako trained, watakapokuona, huyu jamaa huyu mbona kama ana makasiriko. Hawasubiri wewe kwenda kuwaita. Ni wanakuja pale pale ulipo. Aisee bwana, hebu samahani bwana. Bwana unaitwa nani? Mimi ni Mikidadi bwana. Samahani, ni kama hauko comfortable kabisa. Hebu tueleze. Tena wana namna nzuri kabisa kuongea na mteja. Kwa hiyo pale pale unaanza kusema jamani mimi kuna 1 2 3. Option hiyo imefeli. Bado watakuja watu wengine watapita pale. Kuna mwenye tatizo, kuna mwenye changamoto, kuna mwenye ambaye hajapata huduma hapa, kuna mtu amekwama wapi. Mikidadi, unataka tena ushushiwe malaika gani jamani? Hapo of course utaratibu umekuwa vizuri na hapo umetutajia kwamba kuna namba, kuna hizo SMS, kuna data. Ni mtu anaziona hapo akifika, zinakuwa zimetundikwa kwenye mabango, okay. Ziko kwenye, ndio maana nikasema katika maeneo yote ya kutolea huduma yamewekwa mabango ya namba na mtu ambaye unaweza kumpigia. Ziko namba za wakurugenzi, ziko namba ya muuguzi pale, ambazo hizi namba ni muda wote ziko hewani na ni muda wote zinapokelewa. Na ndio maana nikasema unaweza ukawa uko point A, ofisi iko point C, ukatoa lalamiko lako, ukapiga simu inapokelewa hapo, anashushwa mtu chap haraka iwezekanavyo, tena hata bila kumuona. Inawezekana unapiga simu unakata tu, mtu anakuja, samahani wewe ndo bwana fulani samahani naomba nikusikilize. Ni muda huo, sio kwamba ni swala sijui la namna gani. Lakini vile vile kama ulivyomsikia Miriam hapa alizungumza, tunao pia ile maoni ya masanduku, ambayo sasa hayo pengine labda una mpango tu wa kuandika maoni yako, labda ni katika lengo la kuboresha labda eneo fulani, sio jambo la haraka la udharura. Tuna uratibu mzuri wa kupitia yale masanduku ya maoni na yanafanywa kazi. Tunaenda pale, tunafungua, tunakuta kuna mdau ameandika labda maoni. Jamani mimi ni Mikidadi Shabani na wapongeza sana, nilikuja kupata huduma hapa. Kwa kweli nimefurahishwa sana. Kama hamtojali na keki kwa ajili ya kuja kukula na watoto huku, naombeni utaratibu
Tumeshakula keki nyingi sana na sio tu hivyo hadi mbuzi. Na sio tu hivyo, yani tumefika mbali sana kwa kweli. Sana. Jenero ya sasa si ile ya miaka ya nyuma. Na kwa kuongezea hapo, ndugu mtangazaji, ofisi zetu ndani ya Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma ni kwa ajili ya wananchi na wateja wetu. Mteja anapopata gagaziko akapishana na haya yote ama akakosa kufahamu hizi njia nyingine zote, anaruhusiwa kuingia ofisi yoyote kutoa lalamiko lake, na atasikilizwa kwa hekima ya juu kabisa na litashughulikiwa kwa haraka. Tunaizungumza miaka 105 ya Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma, tukibainisha mambo mengi mazuri ambayo yanapatikana hapo. Anasema naomba niuze swali hapa. Swali langu mimi, lakini swali la msikilizaji. Okay. Tumesikia mengi mmezungumza, lakini pia ubora wa majengo yenu, hadhi pia ya majengo yenu mlionayo, lakini natamani kufahamu kwa upande wa wazee, mama wajawazito, mnawapa kipaumbele vipi wao kupata huduma kwa haraka? Lakini pia swali la pili, tumekuwa tuna malalamiko mengi sana asubuhi. Sisi kila Jumanne tuna kipindi maalum cha rushwa hapa. Watu wengi wanalalamika sana hospitalini, mashuleni, barabarani huko. Sasa natamani tuende kwenye upande wa hospitali. Nyinyi kama Hospitali ya Rufaa ya Dodoma, mnahakikisha vipi masuala mazima ya rushwa pale yasitendeke, au mmeweka mkakati upi kuhakikisha kwamba in case ikitokea mgonjwa ameombwa chochote, iwe sukari, sijui kaombwa nini, kaombwa pesa ili kufanywa huduma kwa haraka, mmeweka nini ambacho kitampa yeye aweze kukifanya na kuweza kuripoti kwa haraka? Asante. Mtangazaji, nilitamani niliweke kidogo tu ufupi, halafu Miriam muendelee. Kwanza Emiliana, asante kwanza kwa swali zuri kabisa. Naomba nijikite na hili la umesema ni la kwanza lisema nini? Wazee na mama wajawazito. Wazee na mazee, utalijibia hilo. Naomba nijikite kwenye hili la pili la rushwa. Ifahamike wazi kwamba mpaka hivi ninapozungumza na ndugu zangu wa Tanzania wanaotusikiliza sasa hivi, katika maeneo yote ya kutolea huduma ama katika hospitali yetu ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma, hatufanyi tena, hatutoi huduma niseme kinini kiloko ama nitumie neno gani? Yaani zamani mikidadi ulikuwa ukifika pengine unahitaji kwenda kumuona daktari, unaweza kulipia labda cash pale, unalipia, halafu baadaye unaambiwa chukua hiki kikaratasi kaa pale. Point yangu utakuja kuelewa baadaye. Chukua hiki kikaratasi kakae pale. Baadaye unaenda unaambiwa chumba namba ngapi kule, ndio unaenda kumuona daktari. Utatoka hapo baadaye, kama ni kwenye dawa utanyanyuka wewe kama ulivyo, unaandikiwa kile kikaratasi kwenye dawa. Ukifika pale kwenye mhudumu wa dirisha la dawa pale, unaweza kumpa kile kikaratasi, halafu na yeye anaweza kukwambia sasa hiki hapa toa 200,000 hizi dawa ulizonazo, leta 200,000, ukaitoa pale 200,000. Halafu baadaye labda kuna matibabu, kunahitaji operation, ukaambiwa sasa hii operation hii tunakuja kukufanyia kesho, inabidi ulipie sasa hivi hapa, leta hiyo hela hapa sasa hivi nishike mkononi. Tumeshatoka kwenye zana hizo siku nyingi sana. Sasa hivi kila kitu kwa mfumo. Emiliana, umekaa pale, umeenda kujiandikisha pale, faili lako linatembea kila mahali, kila sehemu ambako unakwenda. Kwa hiyo kila kitu kinafanyika kimfumo, kila kitu kinafanyika kidijitali tuseme. Yaani tumeshatoka kwenye zile zana za shika leta hapa kamata, yaani tumetoka huko. Unaingia kwa daktari, okay, mikidadi kasha kuona, ashajua una miaka mingapi, umezaliwa lini, taarifa zako zote za muhimu ziko kwenye faili pale. Anakuambia okay, mikidadi nakusikiliza, sasa nasikia kichwa kinaniuma, sio kitu gani, ana take notes, ni anamtumia. Unaenda chumba namba 3. Ukifika pale huna haja kusema mimi ni mikidadi, nimekuja naumwa, nimeshamuona daktari, sasa akasema no. Anakuambia okay, mikidadi ni kichwa kinakusumbua sana, ndio sasa kafanya kipimo 1 2 3, nenda chumba namba fulani. Ukifika kule huulizwi mikidadi tena umekuja kuchukua,
ni mtu wa maabara anakuambia sawa, naomba kama ni kipimo labda naomba tutoe damu kidogo. Yaani kila kitu sasa hivi ni kimenyoka. Kwa hiyo nini manangu? Manangu ni kwamba uwezekano wa rushwa umekuwa ni mdogo sana kutokana na hilo. Lakini si hivyo tu, kwa mengine zaidi naomba mtaalamu wangu hapa aweze kuelezea. Asante sana Renata, kuongezea mengi umeyasema. Nadhani kwa sasa hospitali yetu ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma utaratibu wote wa malipo unafanywa kulingana na utaratibu uliowekwa na serikali. Malipo yote yanafanyika kwa kutumia control number, na mteja wetu yote anayefanya malipo anapata risiti iliyo halali kabisa. Lakini kama tulivyotangulia kusema, sisi ni watoa huduma wa afya, sisi ni watumishi wa umma. Kikubwa tunachokizingatia na kukisisitiza ndani ya hospitali yetu ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma ni kurudi kwenye maadili na kuzingatia misingi yetu ya utoaji wa huduma. Kwa hiyo hilo tumelipa kipaumbele sana, na tunahamasika kama watumishi wote kufanya kazi kwa weledi, tukisimama kwenye misingi ya huduma bora. Na nikijibu swali lingine lilikuwa la huduma za wazee pamoja na mama wajawazito na walemavu. Asante sana. Nikianza kwa habari ya huduma ya wazee, kwenye kila kitengo chetu ama eneo la kutolea huduma ni lazima ukutane na bango kubwa linalojieleza mpishe mzee ahudumiwe kwanza. Mahali popote mpishe mzee ahudumiwe kwanza. Hiyo ikiwa ni kuhamasisha ama kuelimisha kwamba tunapokuwa mimi na wewe kwenye huduma, tukimuona mzee tunaelewa kwamba lazima tumpishe apate huduma kwanza, kama ilivyo utaratibu wa mila na desturi zetu kama Watanzania. Lakini tumeenda mbali zaidi, kwenye vile vyumba vya kuona madaktari tunaainisha. Tukiona tuna msongamano mkubwa wa wateja ama tuna uwingi wa wateja, tunaainisha kwamba wazee wetu kwa leo watapata huduma katika chumba hiki, tutawahudumia kwa namna hii. The same pamoja na walemavu na watu wowote wenye uhitaji maalum, watoto. Na ukirudi kwa hospitali sisi tuko tofauti kidogo. Mbali na kuzingatia makundi yao maalum, wazee, watoto na wajawazito, lakini pia tunatoa huduma kwa kipaumbele cha hali uliokuja nayo. Mtangazaji, unaweza kuwa umekuja hali yako si nzuri sana. Kwa hiyo tuna vitengo vya triage ambavyo nadhani kwa lugha yetu ya kawaida ni vitengo vinavyohusika na kuchambua wagonjwa kulingana na kada zao mbalimbali. Kwa hiyo ni mtu wa kwanza kabisa utakayekutana naye unapofika kwenye eneo letu la kutolea huduma. Yeye anachambua, anaona hali ya huyu inaruhusu kusubiri, hali ya mteja huyu hairuhusu kusubiri. Hali ya huyu ni mzee apate huduma kwanza, hali ya huyu ni mtoto apate huduma kwanza. Kwa hiyo katika kila eneo la kutolea huduma tumeweka vitengo vya kuchambua na kuwapanga wagonjwa wetu kupata huduma kulingana na uhitaji na haraka zaidi. Na nikirudi kwa mama na mtoto, narudi kwenye kipaumbele chetu kikubwa, tumefanya ugatuzi. Mama mjamzito na mtoto wanapata huduma katika eneo ambalo ni la peke yao. Hakuna msongamano wa wateja wengine wala wagonjwa wengine. Kwa hiyo akifika pale mama mjamzito, kwetu ni kipaumbele, tunamuelekeza mahali gani pa kwenda na tunampeleka mahali ambapo anaweza akapata huduma. Asante. Tunazungumza mambo mengi mazuri kuhusu hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma. Nikukumbushe anasikika afisa mawasiliano na uhusiano kutoka hospitali hiyo, Renata Mzanje, lakini ameambatana na Miriam Mafuru ambaye yeye ni mratibu wa ubora wa huduma hospitalini hapo. Sawa, 0735787820. Asante sana wote ambao mnatuandikia hapa. Sawa. Anasema mimi naogopa kwenda hospitali kwa sababu nahisi tukija tunatishwa kwamba huwa tunapima ukimwi VVU. Yale majibu yetu wanabaki nayo. Hajataja jina. Nipo Dodoma, moja ama ni double? Sawa tu. Tuna take note hapa. Anasema nipo Dodoma, mbona watu wa bima za Suma, sijui bima za Suma ndio bima gani, tunahudhuria sana jamani. Mimi kipindi natibiwa hapo hospitalini kwenu nilisemwa sana mpaka nikajihisi mkosefu. Naomba kujua bima za Suma JKT zina ubaya gani? Ama zenye hazipo kwenye system, ama ni zinatoka nchini Kenya? Hajataja jina pia. Anasema naitwa Mama Razalo, anasema nakupongezeni sana, nilikuja kujifungua mtoto wangu wa pili.
hapo nimepata huduma nzuri na nimejisikia fahari mpaka tena kubeba ujauzito mwingine. Wow. Mungu Asante sana. awabariki sana. Amina. Sawa. Anasema mimi naitwa Frankie na tamani kujua vitengo vilivyopo hapa. Kuna muda mwingine sivifahamu vitengo vyenu mpaka napiga simu Muhimbili kuweza kupata appointment huko. Mna vitengo vya aina gani na aina gani? Anasema natamani kujua hizo huduma za kibingwa ambazo huyo mzungumzaji wa kwanza alizisema ni zipi. Mimi naitwa Mama Ana, natokea huku makao makuu ya nchi hapa Chamwino. Asante. Anasema mimi natokea Mtumba, nilikuja kupata huduma hapo, nimefurahishwa sana huduma zenu. Sawa. Kuna mtu subiri nichukue na hii. Kuna mtu alinitumia hapa message. Kwenye simu yangu. Ya kuuliza sasa maswali. Anasema Miki, naomba unisaidie kuuliza hapo. Wanakuwa hapo nje tukienda huwa tunakuta hizo ambulance. Zina utaratibu gani mtu akihitaji ambulance kwa ajili ya kufika hapo hospitali na mgonjwa wake anakuwa yuko mahututi, mpaka hawe nesi au daktari ndo atumie, ama sisi wagonjwa pia tunaruhusiwa kutumia hizo ambulance? Niendelee? Sawa, endelea. Babucha anatusikiliza, anasema kwa mara ya kwanza kuisikia hospitali kutoa elimu ni kwa redio hii. Isije kuwa wamesema tu lakini elimu hatupati. Je, hizo elimu zinatokiwa Jumaa ngapi na Jumaa ngapi? Mimi niende kwa ajili ya kupata, kwa sababu kwa muda mrefu mpaka sasa hivi nakuwa mtu mzima, lishe yangu huwa inanisumbua, mara nakonda, mara nanenepa, sijui tatizo ni nini. Lakini napata washauri wa mitaani wakiniambia nile sana ndizi zilizoiva muda mrefu. Anasema kwa mimi naomba nipongeze huduma nzuri, natoka Nkuhungu, nimepata huduma zenu, nafurahi sana. Mwenyekiti anatuandikia hapa, anasema tunashauriwa twende kupima, lakini baadhi ya manesi huwa wanatujibu vibaya. Mimi kuna ndugu yangu alishaambiwa unakuja kila siku na ukimwi wako huponi. Je, hapo hospitalini kwenu mnazuiaje kauli kama hizo? Lakini hakujibiwa hospitali. Anasema nadhani hakujibiwa hospitali, ila amesema kama hapo hospitali kwenu, amesema hapo hospitali kwenu mnazuiaje kauli mbovu kama hizo? Sawa, naona kwanza tuzipitie hizi, alafu kama muda ukituruhusu tutapita hapa. Mimi naomba nianze na aliyesema anaogopa kuja hospitali kwa sababu anapimwa. Upimaji ni huduma ya hiari. Tunaanza kwenye ile ya VVU, si ndio? Ndio umeanza nayo. Sawa. Upimaji ni huduma ya hiari, kwa hiyo mteja wetu mahali popote alipo asisite wala asiogope. Sawa, tuna issue ya bima. Kuna mdau aliuliza bima yeye ni JKT, bila shaka. Swali lilijikita kwenye bima. Kwamba anajisikia vibaya, sijui imekuwa kwaje. Na ndugu mtangazaji, napenda kumshauri mteja aliyezungumzia swala la bima afike hospitalini kwetu, hospitali ya Rufaa mkoa wa Dodoma, kitengo cha bima. Atapata maelezo yote kuhusu aina ya bima anayotumia na huduma zinazopatikana kulingana na bima yake. Tunamkaribisha sana. Kwanza kabisa tunapokea pongezi kwa wadau wote ambao wamezitoa. Hasa nimefurahishwa na yule wa Nkuhungu na maeneo mengine. Alikuwa ni wapi? Alisema kwamba amewahi kupata huduma hapo, kwa hiyo ametupongeza. Kuna mwingine ameuliza kuhusiana na vitengo na tumwainishie huduma za kibingwa zinazotolewa. Miriam, hebu karibu kwenye hilo. Kwanza tumwambie vitengo viko vingapi na huduma za kibingwa tulizonazo ni zipi? Yamkini hafahamu. Sawa, nitaenda moja kwa moja kwenye huduma za kibingwa tunazozitoa. Renata, utanirudisha kwenye vitengo. Nadhani vitengo ni vingi sana, hatutaweza kumtajia kimoja. Akitaka maelezo zaidi kuhusu vitengo atafika katika hospitali yetu ya Rufaa ya mkoa wa Dodoma. Tuna huduma nyingi sana za kibingwa, ikiwemo matibabu ya mifupa na viungo. Tuna huduma ya upasuaji mkubwa, lakini tuna huduma za kibingwa upande wa magonjwa ya ndani. Tuna huduma za kibingwa upande wa huduma za watoto. Tuna huduma za kibingwa upande wa huduma za mama na mtoto. Lakini pia tuna huduma za kibingwa afya ya meno na kinywa. Tuna huduma za kibingwa tiba ya viungo saidizi. Lakini tuna huduma za kibingwa tiba kwa vitendo, pasina kusahau huduma za kibingwa upande wa macho na upande wa pua na koo, tunaita ENT.
Tunazo pia huduma za kibingwa za mifupa. Nimezitaja hapo Renata, mifupa na viungo. Kwa hiyo tunamkaribisha sana mteja wetu. Huduma zote zinapatikana kwa Weldipa, sina kusahau huduma ya nyongeza tulioitaja. Unaikumbuka Renata? Ya nyongeza. Tumemwambia mdau. Huduma za afya ya akili zinapatikana. Kwa hiyo tunamkaribisha mteja wetu wakati wowote, siku 7 za wiki, muda wowote. Kituo chetu kinatoa huduma masaa 24. Sawa, Mikidadi, hizo ni miongoni mwa huduma za kibingwa zinazotolewa ndani ya hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma. Lakini kuna mdau mmoja hivi aliuliza utaratibu wa ambulance ukoje? Kwamba ni zinatumika tu kwa wagonjwa wa pale au hata wao wanaweza kuzitumia? Ni mgonjwa huyo ameuliza. Utaratibu wa ambulance kama lilivyo, kwanza ni gari maalumu linalombeba mgonjwa ambaye ndani ya huyo mgonjwa kikawaida anapokuwepo mgonjwa ndani ya ile gari anakuwa pia na uangalizi kutoka kwa mtaalamu ama mtu maalum, na anakuwa anatoka kituo kimoja kwenda kituo kingine ama anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Utaratibu wa kutumia gari kwa hospitali uko wazi kabisa, ni mahususi na ni maalum kwa ajili ya wagonjwa. Kwa hiyo yeye yamkini akawa ni sehemu ya wagonjwa, kwa hiyo asijiweke mbali akaona kwamba haimhusu. Hapana, atahusika kwa sababu tu tayari amekuwa ni sehemu ya wale wagonjwa. Na kwa kuongezea hilo Renata, tulitangulia kwa kusema kauli mbiu yetu kubwa ni huduma bora kipaumbele chetu. Na ambulance ni haki kwa mgonjwa na mteja wetu kutumika pale panapohitajika. Kwa hiyo kwa taarifa zaidi na kupata utaratibu wa namna gani linatumika, anahitaji kwa namna gani anapata, afike katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, atapata taarifa zote na utaratibu. Haya, kuna mwingine aliuliza kuhusiana na elimu zinazotolewa. Elimu zinazotolewa alitaka kufahamu, kwa mfano ni lini ile nije nipate elimu. Tunamkaribisha hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma muda wote, wakati wote. Tunatoa huduma saa 24 siku 7 katika juma. Huduma zetu zipo muda wote. Kwa hiyo kwenye swala la elimu ni yeye tu, kila kitendo cha kusema na tamani kufika kuweza kupata elimu labda ya ugonjwa fulani. Elimu, maana amefika mbali sana, anasema anazubaishwa sio na watu wanaambiwa ale ndizi mbivu sio kitu kama hicho. Kwa hiyo afike pale. Lakini si hivyo tu, tunazo platform zetu Tumaini, unaweza ukaja ukamtajia mwananchi hapa, anaweza katupata kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa mfano mtandao wa Instagram, tuko Facebook, tuko Twitter, tuko mpaka TikTok sasa hivi. Kwa hiyo tunajitahidi sana kumfikia huyu mteja ama huyu ndugu yetu kule aliko. Na ndio maana hata mwanzo kabisa nilisema kabla ya kutibu tunajikita kwanza kwenye kukinga, angalau kusiwe na magonjwa, kusiwe na idadi pengine ya watu wenye matatizo mengi. Kwa hiyo tunaanza kwanza kwa kumpatia elimu, lakini ikitokea basi imekuwepo, ndipo ambapo tunakuwa tumefunguka katika kumpa huduma iliyotukuka, huduma bora kabisa. Na ukizingatia kauli mbiu yetu kama tunavyosema, huduma bora ni kipaumbele chetu. Kwa hiyo baadaye, kabla hatujatoka hapa, nitaomba kutaja mitandao yetu ya kijamii, ili kwa wale ambao wanaweza kutufuatilia huko iwe ni rahisi kupata hata elimu za masuala ya afya, elimu ya masuala ya afya kwenye mambo mbalimbali. Naam. Sawa, nipitie na hizi. Emi utaniambia muda hapo kama niko sawa ama niko vipi. Habari za studio. Kwa sasa huduma zenu ni nzuri, nazipenda, ila elimu tu kwa ajili ya vipeperushi muwe mnatupatia. Anaitwa dada Jane kutokea maeneo ya St. Mary's Dodoma. Anasema anaitwa Martin, yuko Dodoma Makulu. Anasema naomba kujua gharama za kujifungua huwa ni elekezi ama kila kitengo nikienda kina huduma zake, ili nijue, maana nakaribia kujifungua, ujauzito wangu una miezi 7 sasa hivi. Anasema kina dada mbarikiwe sana, mnazungumza vizuri na elimu mnaitoa ni nzuri sana. Miki, naomba dada arudie, mimi nina kero mmoja. Kuna mtumishi pale ni mnene, mfupi, mweusi, alinijibu vibaya
natamani ni mripoti hata kama nilipata huduma wiki iliyopita. Sawa. Asante kwa maswali mazuri na asante pia vile vile kwa pongezi za watu wengi ambao tumezipokea hapa. Tukianza, huyu anasema kwamba amepongeza, halafu baada ya kupongeza akasema kwamba ikipendeza tuwe tunawapatia vipeperushi. Nadhani hili tulibebe Miriam, na tumuahidi ndugu yetu huyu Mtanzania kwamba sasa atakapofika hospitali sasa hivi anaweza kupewa kipeperushi kitakachoelezea huduma tunazozitoa na pengine vitengo tulivyonavyo na wapi anaweza kufika kwa ajili ya kupata huduma gani. Mwingine huyu ameuliza kuhusiana na gharama za kujifungua. Miriam. Kwanza nimpongeze sana kwa baraka ya mtoto aliyoibeba, na ninapenda kumwambia huduma zote tunazozitoa katika hospitali yetu ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma gharama zake ni elekezi. Na katika kila kitengo ukifika pale, ndugu mtangazaji, utakutana na bango kubwa linaloainisha gharama za huduma. Kwa hiyo akaribie sana hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma, kulingana na huduma anayohitaji atakuta gharama zimeainishwa. Na kwa kuongezea tu ni kwamba gharama zote ni elekezi na si kama ambavyo ameuliza kwamba je ni kila kitengo akienda, yani ni kwamba ni elekezi, ni kitu ambacho kiko wazi, kinaeleweka na hakina mabadiliko. In case kukaa kuna mabadiliko, basi ni atafahamishwa sababu za kuwepo kwa mabadiliko haya. Na kila kitengo, Renata, tumebandika mabango yetu yanayoonyesha gharama za huduma tunazotoa. Kabisa. Mwingine huyu Mekidado, ulisoma ujumbe wake ukisema kwamba ametupongeza na kutubariki, alisema tubarikiwe. Lakini kuna huyu anayesema kwamba wiki iliyopita alipata huduma. Nadhani tutamwachia namba ya simu ili tufanye naye mawasiliano, licha ya kuto kufanya kile ambacho pengine alipaswa kukifanya. Anasema hakupenda na anatamani kushtaki, ingawa alihudumiwa, ingawa aliambiwa, ingawa alitibiwa vizuri. Kwa hiyo wakati kabla tujaondoka, Miriam, tutampatia namba ya ujumbe mfupi. Tumaini, naomba uiandae hapo namba ya ujumbe mfupi ili baadaye tuweze kumwachia huyu mdau. Utatupigia ama utatuma ujumbe, baada ya hapo tutaweza kuliweka sawa kabisa. Lakini tofauti na hapo, tunamshukuru kwa kuichagua na kuithamini hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma ili iwe chaguo lake katika swala zima la kupata huduma. Pande wa message sasa, yes, za wadau hizo. Kuna mtu ameandika hapa. Ameniambia Miki, naomba huyo dada pia atoe namba tuulize mengine tukiwa nyumbani. Mengine hatuwezi kuuliza hapo studio yakawa hadharani. Sawa. Anasema habari, naomba tuambie huduma za mama na mtoto ni bure zile za wachanga ama kwenu hapo ipoje? Na kuna mwingine pia ameuliza, anasema mbona huduma za kibingo za kina baba zipo au hazipo? Mbona kina baba hawagusi, nasikia tu kina mama. Majuto anatusikiliza, anasema kutokea Changombe. Anasema Alhamisi ya leo nimefurahishwa sana na maelezo mazuri kutokea hapo. Mimi kwa kweli hospitali hiyo nilikuwa naiogopa kwa sababu kwa hilo neno rufaa, lakini kwa sababu nimepata ufumbuzi kwamba inawezekana sina kikaratasi cha rufaa na nikaenda kupata huduma. Haya, sawa. Kwa kumalizia, mkiachana huduma ambazo mmezungumza hapa, tutegemee huduma gani nyingine? Kadi ya kuongeza ile miaka 105, ile mingine 6, 7, tutegemee huduma gani nyingine ambazo mtakuja kuzitoa? Asante Emiliana kwa swali zuri. Kama ilivyo kwamba katika kipindi cha miaka 105 kumekuwa na hatua, tukitoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na ndivyo ilivyo pia, tuna hayo mategemeo ama matarajio ya kuhakikisha kwamba tunaendeleza maboresho kama ilivyo kawaida katika utoaji wetu wa huduma. Lengo ni kuhakikisha kwamba huyu Mtanzania tunayemhudumia anapata huduma iliyo bora na kwa wakati. Hicho ndicho kipaumbele chetu. Tumpatie huduma bora na kwa wakati. Kwa hiyo katika miaka hiyo ijayo, bado tuna utaratibu, bado tuna mikakati, bado tuna mipango ya kuhakikisha kwamba tunaboresha zile huduma, tunaendelea kuboresha na tunaendelea kusogeza huduma kwa huyu mtu zimfikie, na ili mwisho wa siku aweze kupata kile anachostahili
kwa wakati. Ziko huduma nyingi sana, na ni kwamba tu kwa bahati nzuri hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma ni miongoni mwa hospitali ambazo sasa Mikidadi pamoja na Watanzania huko wengine wanaotusikiliza, zamani tulikuwa na utaratibu, mama anapojifungua lile kondo la nyuma la uzazi la mama, yani ule mfuko wanaokaa mtoto, kitaalamu mila tunaita placenta. Ile kwa miaka ya nyuma huko ilikuwa ina utaratibu wake wa kuhifadhiwa, ilikuwa itumiki. Lakini kulingana na uwepo wa teknolojia za kisasa, hasa katika maboresho yaliyofanyika kwenye masuala mazima ya vifaa vya kisasa vya kiteknolojia, siku hizi placenta inatumika kuzalisha gesi. Kwa hiyo usije ukashangaa siku moja Mikidadi unafika pale hospitali ukiwa mathalan wodini, ukaenda kuoga maji ya moto, ukajiuliza kwani huko wameweka mitungi ya gesi wapi? Ina mfumo kabisa, tumeweka utaratibu kwamba sasa zile placenta zote zinawekwa katika utaratibu maalumu na kuhakikisha product ya mwisho inayoileta ni gesi, ambayo mwisho siku ile gesi inamsaidia mama, inamsaidia na mgonjwa anayekuwepo pale hospitali kupata huduma muhimu. Na kwa sababu inaanzia kwa kina mama, kipaumbele cha kwanza itatumika kwenye jengo kwanza la kina mama, na kama tulivyosema ugatuzi uliofanyika itatumika kwenye jengo la kina mama, kwamba sasa watumishi wataanza kupata maji ya moto, tena haitakuwa tatizo. Lakini si hivyo tu, hata hospitali itaokoa gharama ambazo pengine yamkini zilikuwa zinatumika katika mchakato mzima wa kuhifadhi hizo placenta za kina mama. Ila kwa sasa hivi haitakuwa hivyo tena, ni kwamba itachakatwa na kuwa gesi. Hivyo tutakuwa na mitambo ya gesi pale, tutapata maji ya moto kwa watumishi, hasa kwa kina mama wenyewe mle ndani, kwa kutumia placenta. Hayo ni mabadiliko makubwa sana, hasa ya teknolojia. Na haya yote yanafanyika kwa mifumo na ukuaji wa teknolojia unavyokwenda. Kwa hiyo kama ulivyouliza swali lako, baada ya hii miaka 105 nini kingine kitafuata? Tutegemee mazuri, na inshallah tuombe kwamba tutarudi hapa kuja kutoa ushuhuda kwa mengine ambayo ni makubwa zaidi yaliyofanyika, mpaka watu imefika mahali ni miongoni mwa hospitali ambao tunapokea wageni wengi sana kwa ajili ya kuja kujifunza. Wanajifunza mambo mengi. Kwa mfano kwenye swala zima la ugatuzi wa huduma, tumekuwa na wageni kutoka hospitali mbalimbali wakija kuona namna ambavyo tumefanya ugatuzi wa huduma, tumemrahisishia huyu mlaji, huyu tunayempatia huduma, namna ambavyo tumemwekea mazingira ya kutokuhangaika na kupata huduma kwa haraka na kwa wakati. Labda kama cha kuongezea Miriam, ndani ya miaka 105 huko tuna mambo gani? Kwa haraka, maana muda sio rafiki, tumalizie kwa hilo jibu, lakini pia la mwisho kwa wasikilizaji wanaokusikiliza muda huu, na bila kuambia mtaji hizo namba za nini mnasema za huduma ili tumalize. Sawa. Kwa sababu umeturuhusu kwa kumalizia, nianze na mwenzangu Miriam. Alafu baadaye nitakuja kuhitimisha bibi kwa kutaja tunakopatikana kwenye mitandao pamoja na nambari za simu. Miriam, karibu. Asante sana. Tunapohitimisha, mimi ni kipekee nipende sana kuwashukuru wananchi wanaopokea huduma kutoka katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Napenda kuwakaribisha sana, na sitakuwa na mengi zaidi, niwaambie tunaisimamia na kuilinda kauli mbiu yetu ya kwamba huduma bora kipaumbele chetu, karibu tukuhudumie, sisi ni ndugu namba 1 wa mgonjwa. Tunawakaribisha sana. Haya, mwenzangu amehitimisha hivyo, nami kwa upande wangu niseme tu kwanza kwa wale wote ambao wamehitaji mawasiliano, naomba nitoe namba za simu ambazo hizi watapiga na kutuma ujumbe mfupi kwa maoni, ushauri, pongezi, kadhalika na magagaziko yote walionayo, na pengine hata mambo mazuri mengi walionayo kuihusu hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma. Unaweza ukapiga simu yako ama ukatuma ujumbe wako mfupi ukaielekeza kwenda 0734832350. Nitarudia, ni 0734832350. Na nambari nyingine ni 0734 0734 83
ni namba hiyo hiyo 2350. Ndio namba pekee ambayo unaweza ukatuma ujumbe mfupi, unaweza ukapiga simu, na hasa kwa yule mdau wetu aliyosema anaomba tutaje namba za simu, kuna mengine ambayo hawezi kuyasemea hapa, basi anaweza akataja na akasema apige kwenye hii namba. Lakini vile vile kwa ndugu zangu wa mikononi, tunakufikia ulipo kupata taarifa zetu na mambo yanayotuhusu kiganjani kwako, ambapo sasa unaweza kutupata kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram. Andika @Dodoma_RRH. Dodoma ya herufi ndogo zote _RRH. Lakini vile vile tunapatikana YouTube, tunapatikana TikTok, tunapatikana kwenye website kwa jina hilo hilo la Dodoma Regional Referral Hospital. Unaweza ukaingia pia kupitia website yetu ukatupata www.dodomarrh.go.tz. lakini vile vile kama nilivyosema kupitia Facebook, Twitter, Instagram unaweza kutupata kwa jina la Dodoma @RRH, Dodoma_RRH. Hiyo ni mitandao ambayo unaweza kaingia na ukatupata. Kuelekea hii miaka 105 ndugu zangu, ni kwamba yako mengi mazuri, na kama nilivyosema tutaendelea kupeana taarifa na update ya kile ambacho kitafanyika. Tunatarajia kuwa na maadhimisho ya miaka 105 mwezi ujao si mbali. Kupitia siku hiyo tutakuwa na mambo mengi na matukio mengi sana. Tutakuwa na activities nyingi tu, lakini moja ambayo ni ya muhimu sana ambayo nawiwa nisemee hapa ni upimaji ama uchunguzi wa afya, na hii itafanyika bure kabisa. Kwa hiyo hii itakuwa pia ni fursa adhimu ambayo mdau unayenisikiliza anaweza kaitumia kwa ajili ya kuja kucheki afya yake, lakini vile vile kufanya yeye kuweza kuelewa afya yake ikoje, na akakutana pale na wataalamu wakamshauri. Kwa hiyo tutafanya mambo mengi, lakini moja litakuwa ni hilo, na niahidi tu kwamba huu utakuwa ni mwanzo mzuri wa kuendelea kuhabarishana na kuendelea kupeana updates zote kuelekea siku yenyewe ya tukio katika kuadhimisha miaka 105. Kama alivyosema mwenzangu, Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma tunasimama na kuilinda kauli mbiu yetu ambayo inasema huduma bora ni kipaumbele chetu. Kwa hiyo siku zote huduma bora ni kipaumbele chetu. Na ndio maana tukaongeza kwamba sisi ni ndugu namba moja ya mgonjwa. Mgonjwa anapofika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma, sisi ndio tutakuwa ndugu namba moja, na siku zote tunawakaribisha kwa ajili ya kuwapatia huduma. Asante ndugu mtangazaji. Asante. Wamesikika hapa akiwemo afisa mawasiliano na uhusiano kutokea Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma akiambatana na mratibu wa ubora wa huduma anaitwa Miriam Mafuru. Wote kwa yote wamezungumza mambo mengi mazuri kuhusu hospitali na huduma nyingi ambazo zinatolewa pale kuelekea miaka 105 ya hospitali hiyo.